Frederika Masangasi. Yeye anasema ametelekezwa na mume wake na ana watoto 6. Huyu mhusika yuko wapi? Hili jambo hebu tuambie likoje? Ni hivi, mimi mume wangu alinitelekeza toka mwaka 2011. Yuko wapi? Ni mwalimu, kwa hapa hayupo. Anaitwa Elenei Ngiliule. Na watoto 6 hawa wote wako kwake? Watoto 6 ninao, wengine tu kulingana na mazingira magumu, wengine wametoka wako mjini, ambao wapo ni watu walima miraba, hata uongozi wa muungano wanatambua. Hapa ninaposema Mungu ni shahidi, sina hata kitanda cha kamba. Yeye ni mtumishi na unamuona, wakati mwingine unamuona tu kwenye vinywaji anakunywa. Mimi watoto wangu wanalalia viloba. Naomba serikali inisaidie. Nyumba nilionayo ni chumba kimoja na sebule, watoto 6. Naomba uongozi wa muungano. Siku hizi yuko wapi? Yuko hapa Kibakwe? Ni muungano, wanaishi muungano. Namshukuru Tegete kwa awamu ya mwisho, ilikuwa tarehe 8 2017, nilifika kwenye ofisi ya mtendaji kata, sasa hivi ni afisa tawala hapa. Nilipofika pale alipewa msisitizo kwamba tunachokuomba mtumishi usitilie aibu, tunachokuomba hatua ya kwanza nenda katekeleze kitanda na godoro. Kutoka dakika hiyo hadi sasa Tegete analitambua, mratibu analitambua. Maisha nina magumu ya kutisha. Afisa wetu wa ustawi wa jamii yuko wapi? Ombi langu la kwanza ni nyumba. Ninaomba serikali jamani, nawaombeni kwa mikono yote mnisaidie. Tumekupata, lakini lazima tumwajibishe pia na yeye atimize wajibu wake. Sawa. Asitupeleke kwenyewe na liana dosa. Afisa ustawi wa jamii wa wilaya yuko wapi? Wameenda kule. Na huyu afisa tarafa Tegete yuko wapi? Kwa sababu unalifahamu hili jambo bwana. Huyu ndugu anapatikana wapi? Kwanza nikupongeze kwa kuwa ulifuatilia hili jambo. Na hatua hiyo uliofanya ni nzuri sana. Ndio tunataka viongozi wahangaike na mambo ya watu hivi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hapo awali nilikuwa ni mtendaji wa kata Ruhundwa kabla sijawa afisa tarafa wa tarafa ya Kibakwe, na huyu mama ni mwananchi wa kijiji kimoja hapo cha kata Ruhundwa kinaitwa Muungano, na mume wake kweli ni mwalimu. Huyu mama alifika ofisini kwangu kulalamika kwamba ametelekezwa na mume wake. Nikamuita afisa elimu kata, tukamuita na yule mwalimu tukakaa naye, lakini tukamuonya na tukamwambia ni kweli anatutia aibu sisi watumishi wenzake, na tukampa maelekezo ya kimaandishi kwamba kuhakikisha anahudumia ile familia, watoto wanakwenda shule na anarekebisha na kuboresha mazingira pale nyumbani, na utekelezaji ukaanza kufanyika. Bahati nzuri nikapandishwa cheo kuwa afisa tarafa. Sasa baada hapo sijajua kinachoendelea kule, nikajua huduma zinaendelea, ndipo leo mama amelileta hapa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuahidi kwamba nimelipokea, kwa sababu bado ni mtumishi ambaye yupo kwenye tarafa yangu. Nitaenda kushirikiana na viongozi wake wengine, afisa elimu msingi wa wilaya na afisa elimu kata, kwa pamoja na afisa ustawi wa jamii, kuhakikisha kwamba huyu mama pamoja na watoto wake wanapata huduma zinazostahili. Asante. Na mambo mawili mfikishie huu ujumbe, yakiletwa malalamiko ya aina hii tena tutamshtaki kwa mwajiri wake. Litakuwa jambo la kiutumishi hilo. Hatuwezi kawa na mtumishi yuko anatutia aibu hivi. Mfikishie kabisa huo ujumbe kwamba hili ndio onyo lake la mwisho. Ulishamuonya akatekeleza kidogo akapuuza. Sasa mwambie hili ni la mwisho hili. La pili, sasa ngoja tumtie aibu. Mimi nitamnunulia mke wake godoro. Sasa mwanaume mwenzako anakununulia godoro na kitanda.
Sasa si bora ushindwe mambo mengine, unashindwa kumpa mke wako kitanda na godoro. Sasa Tegete pamoja na mama hapo, hebu muoneni katibu wangu hapo. Hapa si tuko madukani, hebu nendeni mkachukue kitanda na godoro hilo. Ongeza tu na shuka kabisa. Nini huko? Goli la chama? Godoro. Nikajua goli la chama. Hebu sogea mbele hapa mama. Mleteni na godoro lake. Wamama nye, Samia vipi? Mama Samia. Hilo safi, hilo ndo tabasamu Samia aliloahidi. Mungu awabariki kwa kazi njema. Awabariki waziri mkuu. Nashukuru sana. Hebu wekeni hapo kwenye kapeti. Huenda mama akataka kujaribisha kulala hapo. Haya, asante sana.